kufika hapa ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi, mimi siwezi, mimi siwezi, mimi siwezi. Sasa kipi nimefanya hata nistahili unipe hivi vyote? Au kipi nimefanya ukafurahi kiasi cha kunipa heshima hivi? Nina kitu gani Yesu nifanye waniseme nimeweza? Si walijua vyema Baba nilikuwa si chochote si lolote, ukaniokota tena ukaniokota. Nashukuru kwa hapa nilipo leo. Haikuwa rahisi nifike, ni wewe Mungu uliamua. Kwa wengine ni kawaida kufika kama nilipo leo, ila kwangu ni muujiza, ni muujiza. Nakushukuru. Kama si huruma zako ningekuwa wapi? Aiye, kama si rehema zako ingekuwaje? Umenivua vazi la aibu, umenivika vazi la heshima. Yesu Baba nashukuru, ndiyo maana nasema haikuwa rahisi kufika hapa ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi, 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 mimi siwezi. Moyo wangu Juliana, asante kwa kunipokea. Niwe mume wako na wewe mke katika nyumba yangu. kipenzi cha moyo wangu, nakupenda milele Juliana, wewe ni wangu wa maisha. nakupenda milele Juliana, nakupenda Uzuri wa moyo wangu, nakupenda milele Juliana, nakupenda milele Juliana, nakupenda milele. Upendo pia uvumilivu na msamaha kati yetu, iwe kama chemichemi ile isiyokauka milele. kipenzi cha moyo wangu, nakupenda milele Juliana, wewe ni wangu wa maisha. nakupenda milele Juliana, nakupenda Uzuri wa moyo wangu, nakupenda milele Juliana, nakupenda milele Juliana, nakupenda milele. Welcome to the Music Surgery. Kumtegemea Mungu Inalipa, kumtegemea Mungu inalipa, kumtegemea Mungu inalipa, jamani, kumtegemea Mungu inalipa. Sisi ndo wale hatuku
Kama Mungu singenishika mkono, sijui ningefanyaje mimi. Kama Mungu singenishika mkono, sijui ningekuwaje mimi. Oh, kama Mungu singenishika mkono, sijui ningevukaje mimi. Kama haimpendezi Mungu awe peke yake. Kwa sababu hiyo nitamruhusu aondoke akamtafute anayefanana naye. Bwana ameshamwandalia. Ondoka polepole kwa mwendo uliojipanga nao mpaka utakapofika mlangoni. Usiondoke mpaka nisikilize mimi.
Ile utakayotaka baraka wale wa Mungu wako, lakini hakika na Bwana ondoka. Hatimaye ni leo, ni siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu nyote. Kwetu ni kitu, kwetu ninyi ni ndugu, leo na kesho. Harusi maua ng'ari ng'ari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Naomba ukahusike, ukawe pamoja nasi tunapoanza haka hitimisho. Tumie mtumishi wako, hata mafuta yako mabichi, umemuongoza Bwana kuunganisha ndoa hii. Bwana ukawe pamoja naye, na Roho wa Bwana atakamalaki maeneo haya yote. Bwana Mungu simama naye kwa kila jambo, kwa kila hatua atakao kwenda nayo mpaka hitimisho. Wapendwa, tumekusanyika hapa mbele za Mungu na mbele za mkutano huu kumuunganisha mwanamume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu, ambaye si hali inayompasa mtu aingie kwa haraka wala bila kufikiri, bali kwa uangalifu, na huku akimwomba Mungu sana. Amina. Kwa sababu hiyo, napenda niulize mkutano huu mlio hapa, kama kuna mtu yeyote mwenye sababu ya kueleweka ya kumzuia Moses asimoe Happiness ama Happiness kuolewa na Moses. Kama yupo mtu wa namna hiyo, na mruhusu aseme na nafasi hiyo, kama iko nafasi. Kimya kimetanda. Amina. Hajasikika sauti yote ya mpinzani. Amina. Wewe ambao ulikuwa na sababu na hujaisema, kwa sasa hautaruhusiwa kusema tena. Sasa nakuja kwenu maharusi kwa maana ya Moses na Happiness. Kama vile mtakavyojibu siku ya hukumu, mtakapokuwa mmesimama mbele za Mungu, mahali ambapo siri zote za mioyo ya wanadamu zitafunuliwa. Napenda niwaulize kama mna sababu yoyote ya kuzuia msiunganishwe katika ndoa takatifu, kwa maana ya kwamba ndoa yenu kama Mungu mwenyewe hajaiunganisha, hiyo ndoa haitakuwa halali. Je, Moses, mna sababu yote ya kutounganishwa na Happiness? Happiness, una sababu yote ya kuunganishwa, ya kukuzuia usiunganishwe na Moses? Asante. Utampokea mwanamke huyu Happiness Simeon Nteko kuwa mke wako halali
uishi naye kuanzia hivi leo kwa mujibu na taratibu za Biblia zinazozungumza kuhusu ndoa takatifu, kuwa naye peke yake na kuachana na wengine wote siku zote mtakazoishi ninyi wawili. Kadhalika nakuuliza Happiness, takuwa tayari kuolewa na Simoni Joseph Wagale au mume wako kwa mujibu wa ndoa takatifu, na uwe naye peke yake na kuachana na wengine wote siku zote mtakazoishi ninyi wawili? Wote wameniambia wamo. Mimi Moses Joseph Wagale. Mimi Moses Joseph Wagale. Yaani unamwambia hivi kabisa, na eti sikiliza hayo maneno. Ni wao naanza sasa, sio mimi. Na kupokea wewe Happiness Simeon Nteko. Kupokea wewe Happiness Simeon Nteko. Uwe mke wangu halali wa ndoa. Uwe mke wangu halali wa ndoa. Kuanzia hivi leo. Kuanzia hivi leo. Mpaka siku zote za maisha yetu. Mpaka siku zote za maisha yetu. Nitakupenda. Nitakupenda. Nitakuheshimu. Nitakutunza. Wakati wa uzima na wakati wa ugonjwa. Wakati wa umaskini na wakati wa utajiri. Na kwa sababu hiyo naahidi kuachana na wanawake wengine wote. Namba mic na mimi. Na kuwa nawe peke yako. Nakuwa nawe peke yako. Mpaka hapo kifo kitakapotutenga. Mpaka hapo kifo kitakapotutenga. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Unakiona eh? Nani anajua siri ya pete? Nimejaribu kwa miaka yangu yote kutafuta mwanzo na mwisho wa pete. Sijawahi kujua mwanzo wala mwisho wake. Kwa hiyo kati ya watu wajanja, kati ya watu smart, ni Moses amemwandalia mke wake pete. Naomba na wewe umsalimie Moses. Kama leo kumsalimia kabla sawa, lakini leo kwa mara ya kwanza machoni pangu, naomba na wewe umsalimie. Barikiwe mama. Wakati umeshika mkono, sema maneno haya na unamwambia Moses. Yani niko hapa tu nikwambie maneno ambayo Moses akiyasikia moyo wake unapoa, kama anataka kufa na fufuka. Mwambie mimi Happiness Simeon Nteko. Mimi Happiness Simeon Nteko. Na kupokea wewe Moses Joseph Wagale. Nakupokea wewe Moses Joseph Wagale. Uwe mume wangu. Uwe mume wangu. Wa halali wa ndoa. Wa halali wa ndoa. Niwe nayo kuanzia leo. Niwe nayo kuanzia leo. Katika hali njema. Katika hali njema. Au mbaya. Au mbaya. Umaskini. Umaskini. Au tajiri. Au tajiri. Wakati wa ugonjwa. Wakati wa ugonjwa. Au wa uzima. Au wa uzima. Nitakupenda. Nitakupenda. Nitakutii. Nitakutii. Siku zote. Siku zote. Tutakapoishi sisi wawili. Tutakapoishi sisi wawili. Mpaka kifo kitakapotutenganisha. Mpaka kifo kitakapotutenganisha. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Sweetie, sweetie baby, Haikuwa rahisi sweetie, tufike my love, leo hii. na hapa
ndiyo siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Sweetie, 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 haikuwa rahisi tufike my baby leo hii. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni pete. Silishawaeleza habari ya pete? Kwa hiyo basi mna elimu ya pete kwamba naye Happiness kamwambia Mungu amenipa wewe tu, nitakupenda kwa upendo endelevu. Ninazo na pilipili hapa. Mambo mema yote utoka kwa Mungu na mabaya yanatoka kwa shetani na mawakala wake walioko duniani. Kwa sababu hiyo nitamhitaji tena mchungaji aje aziombee pete hizi, nguvu ya Mungu itembee nazo. Bwana ulikuwepo, ulianzisha ndoa njema, na leo wapo Moses hapa na Happiness, na umeleta pete hizi, lakini zimetengenezwa na wanadamu, kwa mawazo ya wanadamu na fikra za wanadamu. Inawezekana kuna roho yoyote, kuna maneno yoyote yametamkwa katika utengenezaji na hata wauzaji walipouza, lakini sasa ziko madhabahuni pako Bwana, na zitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila pete itakayoenda sehemu yake husika, Bwana, ikafanyike baraka, kafanyike neema kubwa Bwana. Tukufu wa Mungu ukadhihirike njia ya pete hizi Bwana. Bariki, tukuke Bwana kwa kila jambo, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na kuamini. Amen. Uko single, hapana, shampata wangu. Yuko wapi? Uoni mzuri twaendana. Uko single, hapana, shampata wake. yuko wapi? Yuko wapi? Uoni twaendana. Je, uko single? Hapana, uko single? Yuko wapi? Hivyo hivyo, angalia kidole kile kitocho ni chunge au cha pete. Ukifike pole pole. Unaona jamani, na mimi nimeakanya kwangu. Uko single, hapana, shampata wangu. yuko wapi? Uoni mzuri twaendana. Uko single, hapana, shampata wake. yuko wapi? Yuko wapi? Uoni twaendana. Je, uko single? Amen. Sasa tunaenda kuwaombea hawa. Naomba tuwe serious kwa kile tunachoenda kufanya. Hawa wanaenda kuingia kwenye mradi ambao hawaujui. Wanamhitaji Mungu kupita maelezo. Wanamhitaji Mungu sana. Hebu tuombe kwa ajili yao. Naomba tumshike Mungu, tuwaweke mikono. Baba, na waweka watoto hawa mikononi mwako. Wewe ni wangu, chaguo la moyo wangu, tumeungana katika ndoa takatifu. Pendo lake Mungu lidumu ndani yetu.
mgeuke mwangalie mkutano. Naomba Happiness, Mr. and Mrs. Happiness, Moses Wagare, mgeuke mwangalie watu. Jamani, ninyi nilisema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ninyi ni wanadamu pia, msitenganishe hiyo mikono tafadhali. Hiyo mikono ni adimu sana. Mnawaonaje mkutano? Niliwaambia nimeitwa niseme maneno mawili, nishasema moja, bado la mwisho. Baadaye wataenda kuketi. Sasa nataka niseme hivi. Kwa kuwa Moses Joseph Wagare na Happiness Simon Nteko wamekubaliana kuunganishwa kama kuwa mume na mke mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu, kwa mamlaka niliyopewa na kanisa la PEFA Tanzania kama mhudumu wa Injili na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatangaza kwamba ni mume na mke katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mke wa ujana wako. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mume wa ujana wako. Ayoyoyo mwali wewe, lolololo sweetie wewe. Kwa maneno hayo nataka nitangaze Moses si kijana tena wa mtaani. Wewe, lolololo sweetie wewe, nakupenda wewe, nakupenda wewe. Mungu kanipa wewe kama zawadi, unifae katika shida na raha. Mungu kanipa wewe kama kipaji, ongea naye kwa heshima. Wewe mzuri lolo wewe, nakupenda sweetie wewe, wewe mzuri lolo wewe. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Nakupenda lolo. Nina jambo ambalo nimegundua hapa. Kuna watu ambao tangu waoane hajawahi kusikia neno la Mungu. Tangu waoane hawajawahi kusikia neno la Mungu. Unajua hao ni akina nani? Hamjui. Napenda niwaambie nilichogundua. Moses na Happiness tangu waoane hawajawahi kusikia neno la Mungu. Kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari 21 mpaka 25 na Zaburi ya 37:25. Neno la Mungu nasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu.
basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Naomba tuombe tena. Baba, nakushukuru kwa neno lako hili ninalolileta kwa watoto wako na kwenye mkutano huu. Naomba niwe mdomo wako useme na mkutano huu, kwa ajili ya hawa ambao wameanza ndoa na kwa wale walio kwenye ndoa pia, na watakaoingia kwenye ndoa baada ya ndoa hii. Naomba Baba, uweke ujumbe wako unaotaka wasikie kwenye kinywa changu. Ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi nimeomba, amen. Niongeze Zaburi ya 37 mstari wa 25. Zaburi naipenda sana. Sipendi nihubiri mahubiri yote nikose kusema hii. 37 mstari wa 25. Neno la Mungu nasema, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Nikushukuru Moses na Happiness kwa kuruhusu niwaunganishe ndoa yao. Sasa ninaleta ujumbe wenye kichwa cha somo, ndoa ndio chanzo cha mema yote au mabaya. Tunapozungumza ndoa, nazungumzia uti wa mgongo wa familia. Nazungumzia uti wa mgongo wa kanisa. Nazungumzia uti wa mgongo wa jamii inayozunguka wanandoa. Ndoa inapokuwa bora, hayo ndiyo yanayotokea. Tukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 4, nasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Watu wote ni pamoja na wanandoa, marafiki na jamaa wa karibu. Ndoa ilipoharibika, ama leo hii tuna vituo vya yatima, moja ya sababu shetani alipata nafasi kwenye ndoa kwa njia moja au nyingine. Kuna watu wako kaburini leo kwa sababu shetani kwa njia moja au nyingine alipata nafasi kwenye ndoa. Nikiangalia jambo lingine, muujiza wa kwanza wa Yesu aliofanya kwenye ndoa. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu, na Yesu muujiza wa kwanza aliufanya Kana ya Galilaya. Ukisoma sura ya 2 ya Injili ya Yohana mstari wa 11, inasema kwamba ndiyo muujiza wa kwanza wa Yesu aliufanya kwenye harusi. Baada ya kuondoka, kinachofuata ni kuambatana. Moses, Happiness mwanamke, wewe ni mwanaume. Kuna mchezo unatakiwa ucheze vizuri ili Happiness awe bora. Ya mume wako ni ya familia. Na nilipojua hilo, nikalizungumza kwa watakatifu. Nimesikia kwamba pesa ya mwanamke ni yake, lakini ya mwanaume ni ya familia. Ninelizungumza kwa watakatifu, mtakatifu akasema mbele ya mke wake, akaniambia hivi, na ni kweli. Lakini Happiness, nataka nikwambie mwanangu, kuna tofauti ya mwanamke mrembo na mke mwema. Mke mwema anajenga ndoa. Amina. Sasa ukitaka kuwajua
Mke mwema ameandikwa katika kitabu cha Methali sura 31 kwanza mstari wa 10. Mke mwema hanunuliki, ni wa bei ya juu mno. Na mjue, nilikaa Kenya miaka 4 nikisoma. Wako wanawake wanene, wako wembamba, wako warefu, wako wafupi, wako weusi, wako weupe, wako wa kila rangi, lakini alibakia mke wangu ni yule nilimwacha Tanzania. Usiishi kwa kujifunza kwa walioshindwa. Lipa gharama. Nilifundishwa no sweat no sweet. Kama hautakubali kutoka na jasho, hautakula vitamu. Wanawake wamesababisha waume wamekufa kabla ya wakati. Kisa ni nini? Anataka mume wake amsikilize, na mume wake ajua kwamba anataka amsikilize, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, mpaka mwanaume anakufa akifikiri mke wake ana pepo, kumbe anataka tu asikilizwe. Kuwa mke mwema utasema. Toka mbali, toka mbali, nimetoka mbali. Ainuliwa Mungu wangu juu, atukuzwe Mungu wangu juu. Ni kwa neema, ni kwa neema tu, na rehema, neema tu, ni kwa neema tu, neema tu. Namshukuru ni kwa neema tu, na rehema, namshukuru ni kwa neema tu.
Yesu awatunze. Yesu na awatunze. Kaishi milele kwenye ndoa yenu. Kaishi milele kwenye ndoa yenu. Happiness hajapata mume wa magendo. Hapa kuna kadi za magari yote. Kuna ya Moses, kuna na Happiness. Na zote zimeandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shahada ya ndoa. Ogopa unapewa shahada hujafanya mtihani. Lakini haya sitasema sana. Mimi niseme baada ya kumkabidhi mchungaji Ogare, hizi ni shahada mbili lakini msijazichana. Yeye ataamua kama atazichana, kila mtu apewa ya kwake, na maharusi pia wataamua kama wachana, kila mtu apewa ya kwake. Lakini mimi nikishamkabidhi, napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwa kunivumilia na kunisikiliza, na nitakuwa nimefika mwisho. Wanasema Mungu anapenda wazee kwa sababu wamemjua Mungu tangia wapi? Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa serikali wametoa mtego wapi? Hii ni ya serikali. Wametoa mtego wapi? Yako mangapi? Mawili. Kila mmoja anaruhusiwa kuwa na ya kwake kwa sababu kuna uwezekano wa kuachana. Sasa siku mkiachana, wewe ile yako uliokuwa umetunza unakimbia nayo mahakamani. Unaona tuliwe sasa tunagawana mali eti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama amtegemei kuachana, si mnatunza pamoja. Ni wao wenyewe sasa hivi. Walioana ni wao ni sisi. Wao. Ni wao ndio wanajua wataishi mpaka wafe wakiwa pamoja, au kuna siku moja anaweza akasema kuna siku tunaweza kuacha. Sasa mniambie, ni jana kila mmoja awe na kwake au mnapokea kwa pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusikie watu waambie kama kila mmoja hapa sasa. Ubaba hapo, ubaba unafuliwa na hapa kuna uchungaji. Hapa sinavua ubaba. Sasa mimi nimepewa sasa mamlaka kwa sababu, kwa nini nimekabidhiwa mimi? Kwa sababu siku wakiamua kuachana watakuja kwa naomba simtaki. Baba mke wangu mimi simtaki, nimekuta kama mwingine mzuri kweli. Sasa nataka ile ambao ile chano ile twende nayo mahakama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi sina sehemu ya kuvunjisha ndoa. Siku mkiachana tukutane mahakamani. Hii sauti nitakiwa katikati yao, yaani naweka katikati ili kila mmoja sauti yake itoke. Tunachana tuchani.
Haleluya, haleluya. Haleluya makutana. Haleluya. Sasa hata nifanye jambo moja tu. Sekunde 30 uongee kama umeme. Namshukuru Mungu kwa hii siku. Kweli Mungu ameifanya. Kwa sasa hivi ni mke wangu, anaitwa Eva. Namshukuru Mungu kwa sababu leo imetimia hili jambo. Nilikuwa na changamoto kubwa, lakini namshukuru Mungu imefika. Na pia napenda kuwashukuru kanisa zima, watu wote mliohudhuria mahali hapa. Sisi hatuna cha kuwapa, ila tunasema Mungu wa mbinguni awabariki. Haitatokea siku nyingine ambao utakuwa unatafutwa na mtu. Niwaambie kitu cha tofauti. Unajua huyu ni mwalimu. Yaani anapowaona yeye anaona kama wanafunzi wake tu, ndio maana kapulesha hapa. Huyu nani daktari? Bwana wewe yani pressure sifuri. Dr. Mo. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kitawasumbua hapa. Haleluya. Basi ngoja nimwalike baba yetu, mwangalizi mchungaji wetu, aombee kwa ajili ya sadaka pia na utambulisho tumalizie, na Mungu awabariki sana. Lakini umetenda kama Mungu. Tunakushukuru kwa sababu kibali inatoka kwako na mamlaka na uweza na nguvu zote. Umetengeneza amani na upendo katika nchi yetu ya Tanzania, na ndio maana sasa umetoa watu kutoka mbali na ukawakutanisha mahali hapa. Katika safari zote zilizofanyika tumeona amani yako ikitawala. Hatukupata jambo la kutuhuzunisha. Mungu, sifa na utukufu na uweza wote zikurudie. Mungu, tumenyosha mikono yetu na tumegonga muhuri kwa sadaka tuliyotoa. Naomba ipate kibali machoni pako, iwe ni manukato mazuri kwa ajili ya ufalme wako. Jina lako liinuliwe juu, kwa sababu bado tuna mambo mengi ambayo yako mbele yetu, kwa sababu sisi kama familia ya mahala hapa Yesu Kristo umetuongezea idadi ya washirika, idadi ya watu. Mungu, tunakushukuru. Nuru yako endelee Mungu kutung'arisha Yesu Kristo, tunapofurahia na kushangilia katika mambo yaliyobaki. Neema yako itutangulie katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kutambulisha meza kuu, maaskofu wetu. Kuna askofu kutoka Tanga, Arusha, Askofu Mbise na fikiri ambayo alikuwa ni mwendaji wetu. Naomba wapungie watu mikono. Napenda kumtambulisha askofu wetu wa jimbo, askofu wetu Bedi. Simama wapungie mikono. Naomba ruksa, kibali, wewe mwongoza ibada na MC, angalau aseme mawili matatu karibu. Uwezi ukaondoka bila kusema, wakati hawa ni wanao na kazi yote iko mikononi mwako. Karibu. Haleluya. Shalom. Shalom, shalom. Basi awali yote namshukuru Mungu ambaye amenipa neema siku ya leo kuwepo hapa. Ilikuwa ni kiu yangu niwepo muda mrefu sana. Mchungaji Ogale na mwangalizi mwambia nitajitahidi kwa kadri iwezekanavyo niwepo nishuhudie. Ilikuwa tuwe na mama, lakini mama ana semina Mahenge huko. Kwa hata nyumbani nimetoka, nimeacha hivyo hivyo, watoto wako chuo, lakini mimi nimesema nitaamka niende nishuhudie. Nashukuru Mungu nimefika salama. Niwashukuru sana Moses pamoja na Happy, Mungu awabariki. Lakini washukuru pia na askofu wetu Mbise, alinipigia simu juzi, sema bwana niko kwenye hima yako, na mimi nikamwambia karibu sana, ni rafiki yangu sana. Tukifika Dodoma tunakuwa pamoja kila wakati. Naomba msimame wote, wazazi na watoto wao mliofika mahali hapa kutoka huko Singida, mkapungia watu mikono.
naomba mridhie huyu binti yenu kuchukuliwa na watu wa Malinyi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujipongeze watu wa Malinyi, tumeongezeka. Ninapenda kutambulisha wadogo zangu waliofika mahali hapa. Hebu simame na ndugu zangu waliotoka, kuna waliotoka Mara, waliotoka Mahenge wako mahali hapa. Msimame watu waweze kuwaona mahali mlipo. Mwapungie mikono. Bwana Yesu asifiwe. Na binti yetu mkubwa yuko hapa, mpaka yule wa mwisho karibuni kwa haraka. Na huyo mke wangu naye anataka kunipa talaka, naona atembea taratibu. Achiki mkapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kutambulisha mwenyekiti wa vijana wa mama walioko mahali hapa. Hii ndio familia ya Ogale, lakini wengine bado wapo. Huyu ndio dada yao, lakini wale waliofanya tusiendelee na uzazi ni hao wawili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa ajili ya upendo tunazaa mmoja wawili, tunazaa mmoja wawili. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wengine wametangulia huko. Karibu mwenyekiti wa wamama, naye salimia kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninashukuru sana, kwanza nina furaha, hata nilipomwona mchungaji Obedi nimefurahi sana. Tunakwenda kutawanyika watoto wako sasa, Mungu wa mbinguni. Tunakwenda kuelekea sehemu ambapo tunakwenda kula na kunywa vya mwilini, Mungu wa mbinguni. Tazama Bwana, tunahitaji utembee pamoja na sisi. Ninakwenda kinyume na kila nguvu, hila, mamlaka zote za adui. Kwa mamlaka wa jina la Yesu Kristo zikapate kushindwa. Bali Bwana ukatutangulia sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba nikiomba na kukushukuru. Amen.